huko ninakokwenda na kufahamu. Baba, unapajua? Unapajua? Kweli? Sawa. Haya. Kama Ramadhani kama. Mzee, hivyo ni vyoo vya wasichana. Vyoo vya wavulana hivi hapa. Safina. Mimi ndo Kipomboko. Kama Ramadhani kama. Ni kitu kidogo sana kwangu. Ni kitoto kidogo sana kwangu. Hana uwezo wowote. Hivi vya wanaume kabisa. Nenda kaishi katika makazi yako uliokuwa unaishi. Rudi chooni. Toka. Baba nione wanadamu wabaya, nione wanaloho mbaya. Mola nione wanadamu wabaya, nione machoroni panuru, niangaze kwa uhuru. Wanadamu wamekufuru, yale macho baba, macho ulonipa nuru. Eti halo. Halo mkuu. Silaha iliyobakia ya kama Ramadhani kama ni nyota njema. Nyota njema? Ina maana gani? Nyota njema ni nyota ambayo inatembea ulimwenguni. Tena inatembea na binadamu mmoja. Sasa tutaipataje mkuu? Sawa, nisikilize. Hiyo nyota njema lazima tuimalize. Lazima tuipoteze. Maana hiyo ndo silaha pekee. Tukiipoteza hiyo nyota njema, tutakuwa tumekata mzizi wa fitina wa kama Ramadhani kama. Sawa, nimekuelewa. Hilo jambo inabidi tulifanye.
Mama. Mama. Mbona umelala nje? Kuchoka tu. Haya. Umeanza. Nacheza game tu. Nene. Nimeumbuka mimi leo. Mama. Pombogo. Na mboga. Ukiona mzee mzima kaumbuka, ni leo mimi nimeumbuka. Zile hazina zangu zote ndani hazipo. Huwezi amini. Kwani kuna nini? Hamna, mimi nilala tu hapa nje, mlango ulikuwa wazi. Tulia, punguza pressure. Sasa mtatuliaje ndugu yangu? Na zile unajua kabisa zile kama ngama yetu sisi. Sawa, njoo nyumbani. Basi sawa, mimi kuelewa. Sawa. Sawa. Mwalimu. Zubeda. Wewe Zubeda, ulikuwa wapi kipindi hicho ndugu zako wanakutafuta? Hata mimi pia sijui mwalimu nilikuwa wapi. Ila mwalimu, nawatafuta wazazi wangu. Unawatafuta wazazi wako? Ndiyo. Zubeda, wazazi wako somesha fariki lakini. Wamefariki? Zubeda, usitaki kuniambia kama hujui wazazi wako wamefariki. Hapana mwalimu. Wazazi wangu mimi hawajafariki. Zubeda, wazazi wako wamefariki. Mama, mtoto Teki ameshaondoka, umeshavunja masharti. Shikamoo baba. Marhaba.
Aha. Hivi nikuulize, mtoto wako akipotea katika mazingira ya kutatanisha inakuwaje? Lazima nijisikie vibaya. Utajisikia vibaya. Baba, hii si gauni ya mtoto wangu? Ndio, hii ni gauni ya mtoto wako. Baba, usifanye hivyo. Baba, usifanye hivyo. Ala. Sasa nakutuma kama mbie mumeo Kipombogo amrudishe mjukuu wangu nyumbani, ndipo mtakapopata mtoto wenu. Baba. Lakini nisipomuona mjukuu wangu na mtoto wenu naye hamtoweza kumuona. Baba, hapana. Baba, huyu ni mtoto wangu mimi. Baba, huyu ni mwanangu mimi. Baba, mimi amuuzi chochote, mimi sio nafanya kama anapenda. Wewe kumbe mpuzi eh? Huyu mtoto ni wa kwenu nyote, sio kwako peke yako. Sasa na mimi nimechukua hii nguo nikuonyeshe kwamba sio vizuri, sio kwako tu, hata kwangu. Kwa hiyo kamwambie mumeo na mhitaji mjukuu wangu aje nyumbani. Yaani chochote mtakachomfanyia mjukuu wangu na nitamfanyia mtoto wenu. Baba, naomba nisaidie. Naomba nisaidie. Au na wewe unataka nikuchukue? Hapana. Sema. Hapana. Basi. Wewe ukenda kumwambia haya, inawezekana akachangamka. Baba, lakini mtoto wangu mimi, sio mtoto wake. Mimi sio mtoto wangu. Ni mtoto wenu kumbavu. Baba. Mimi nafahamu kunileta hapa shuleni saa tena. Na niseme tu kwamba mimi na Ipsam hakuna lolote linaloendelea zaidi ya urafiki. Ipsam ni rafiki yangu tangu tukiwa primary mpaka tukafika O-level mpaka hivi sasa. Na ndio unaona wakati mwingi sana tupo karibu kwa sababu ya huo urafiki wetu. Ukiachana kuwa mwalimu wako, nimekupita kiumri, kielimu na kwa kila kitu. Kwa hiyo hakuna namna ambayo wewe unaweza ukakaa ukanidanganya mimi. Kama kuna situation yoyote ya kimahusiano mimi naifahamu. Na hauna namna yoyote ya kuweza kusema kwamba huyu ni rafiki yangu, huyu ni hivi, hapana. Lakini kitu ambacho nataka nikukumbushe, haya mahusiano ambayo nyinyi mnayatengeneza yatakuja kuathiri sana saikolojia zenu za kiakili. Kwa sababu mahusiano haya ni fake. Baada ya hapa kutoka shule, kuna maisha halisi huko mtaani. Utakuja kuiharibu future ya huyu binti kwa sababu ya tamaa zako za mwili. Zingatia sana hili nalokuambia. Kama kuna namna yoyote mna mahusiano, naomba muyaache mara moja. Ama sivyo mmoja kati yenu ataachishwa shule na mwingine atabaki shuleni. Lakini si kuachisha shule tu. Unaweza ukapewa adhabu kali hata kabla ya kuacha hiyo shule. Sasa yote hayo yasije kutokea, nyinyi kuacha kabisa hii desturi yenu ya kimahusiano. Nafikiri mtakuwa mmenielewa sana katika hilo. Kwa hiyo niwaombe sana. Leo najaribu kutumia kauli hii ya rafiki sana. Lakini siku itakapofika, sitokuja kuonekana kuwa ni rafiki tena. Kama kuna namna yoyote mnataka kuanzisha mahusiano yenu serious, jaribuni kuongea na mwalimu wenu mkuu. Kama atawakubalia, basi mimi sina shida. Kama atakataa, hata mimi sihitaji. Naomba muende. Ipsam. Unajua, kuna namna mimi sipendi kuona ukinitazama katika jicho hilo. Na kama nimekwazika, napaswa nionyeshe namna gani nimekwazika. Lakini mimi nikwambie tu, haya mahusiano mliokuwa nayo, naomba muyaache mapema iwezekanavyo.
Umenielewa? Samahani sana kama nimezungumza kwa ukali juu yako. Umefika muda gani? Nimefika muda kidogo. Basi Sarafina, kumdani leo hapaliki, hapanyweki, hakuna kitakachofanyika umdani. Ninachomhitaji ni Sarafina wangu. Mtoto wako? Mtoto wako yupi? Namzungumzia Sarafina. Sarafina si upo ndani? Sarafina yupo ndani? Mimi ni mjinga? Kwa nini kudai mtoto? Sarafina ndani hayupo. Usichokijua, mzee kama amesema anamhitaji mjukuu wake, kisha mimi nimpate mtoto wangu. Hivyo yote uliyoyafanya ya kipumbavu na ya ushenzi, sihitaji mimi nihukumiwe. Sihitaji hukumu ya aina yoyote kwa sasa. Mama Sarafina, unataka kuniambia Sarafina amechukuliwa na mzee kama? Sihitaji maswali ya kipumbavu. Kichwa changu kimeshajaa maji. Ninachomhitaji ni mtoto wangu na si kingine. Pombogo, hiko ndo kuchontoa mimi nyumbani. Maana nimefika nyumbani, hazina zangu zote hazipo. Na alafu isitoshe, sija hata nisaidia nani kazi zangu. Kazi za kupika, kuosha vyombo na vingine kadhalika. Na mimi nina mashaka na huyo mzee kama anaweza akachukua hazina zangu. Ninachanganya sana na hili swala. Mwanangu, yaani mtadiskasi baadaye. Sasa kama Ramadhani kama amenishika unywele wa utosi, amenivuruga ubongo wangu, anataka kunijua mimi ni nani, nenda kajiandae. Mimi naenda hivi hivi. Mimi naenda hivi hivi. Wewe twendeni tu. Mimi si nikubadilisha nguo. Nitatoka hivi hivi. Naomba twendeni. Hauwezi ukaenda na hizo nguo nyekundu. Kama na uchawi wa radi, atakudhibiti, atakukata miguu, atakuua. Nenda kabadilisha nguo. Sasa uloko uondoke. Kutokana na changamoto ambazo zilikuwepo, kuna baadhi ya masharti niliyavunja mzee wangu. Lakini tunamshukuru Mungu tumempata mtoto wetu akiwa salama. Kwa hiyo unapoagizwa kitu unatakiwa makini sana kitu chako kitu kinafanya kazi. Sawa. Jaribu tu ukiharibu tu basi ujue mambo yameharibika yote. Baadaye utakuja kumuona kwamba yule mtu aliyetuambia kwamba ni mwongo, kumbe yeye mwenyewe ndio waongo. Kwa hiyo muwe na tahadhari sana. Sawa. Sawa. Zubeda! Njoo! Zubeda, wewe unatufuatilia? Hapana. Huyo hafuatilia. Huyo alikuwa anafuatilia huyu mtoto. Kwa sababu alipokuwepo huyu mtoto ndipo alipokuwepo Zubeda. Sasa huyu alivyotoka pale ndio kamfuatilia nyayo zake. Kafuatilia mpaka kafika hapa. Shalewa. Soya. Zubeda. Uko salama? Niko salama baba.
wazazi wako wote Zubeda ameshakufa. Ina maana sasa hivi alibakia ni shangazi yako tu. Kwa hiyo unachotakiwa uende ukaishi na shangazi yako, na hata mdogo wako kwa sasa hivi yuko kwa shangazi yako. Ushaelewa? Usionyeshe dalili yoyote kwa shangazi yako, ishi tu vizuri kabisa, yaani kama vile wewe hujui jambo lolote, ili kuweza kumwokoa mdogo wako. Unaelewa? Sawa baba. Haya, asante mjukuu wangu, unaweza ukaenda. Mzee Kama. Naam. Sisi ngoja tukuache. Haya, asante. Haya, kwaheri babu. Shukrani sana. Mumchunge sana. Sawa mzee. Alafu msijaribu hata siku moja kugombana na watu wa ajabu ajabu. Sawa babu. Naila, kuna kitu kidogo sana leo nataka nikufahamishe, na naomba ukisikilize kwa makini sana na ukielewe. Naila, umeliona ili ua? Ili ua liweze kustawi vizuri sana na kutengeneza muonekano mzuri kwa kila macho atakaye kulitazama, kuna vitu vya msingi sana ambavyo ili ua linahitaji. Lazima kipate chakula, mwanga wa jua, mbolea na virutubisho vyote vinavyotoka chini ya ardhi. Ndivyo hivyo Naila ulivyo moyo wangu. Ili uweze kustawi vizuri na kutengeneza msukumo wa damu uliothabiti na unaostahili, ni lazima upate chakula kizuri sana. Lakini Naila, hivyo vitu huwa mimi navikosa kwako. Namaanisha kwamba kila siku nimekuwa ni mtu ambaye nikikukuta katika mazingira ya sintofahamu wewe na Sahel, kiuhalisia unanitoa mchezoni na kuuvunja moyo wangu. Nadhania ni nini kitachotokea, sote zikaona kwenye bahari ya mapenzi, nashindwa kuelea, mwenzako nimezama. Mimi naelewa vile ambavyo unajisikia, na ningependa kutanguliza samahani kwa yote ambayo nimekufanyia. Samahani sana. Lakini pia leo kuna kitu nataka kukwambia. Naila, what things you want to tell me? Mbona niko hapa? Just tell me. Unajua nini? Mimi mwenzako kuna muda, kuna hali inaniingia kwenye mwili wangu ambayo inanifanya kuniletea mabadiliko ya kufanya vitu ambavyo mimi mwenyewe sitaki kufanya. Najikuta tunafanya vitu ambavyo sio sahihi. Yaani Naila. Naitwa Bibi Kieleni. Nimekuja kutafuta Nyota Njema. Mimi sina nia mbaya. Marufuku kunyanyua kinywa chako kumwambia mtu yeyote kuhusu mimi. Naila, hebu acha utani wako Naila basi. Kuwa serious basi. Naila, ina maana unataka kuniambia hii hali uliyopitia ndio hicho ambacho ulikuwa unanielezea hapa? Hafiz, tuondoke. Tuondoke hapa sasa. Tuondoke. Pale ndo kwa Mama Safina, na pale ndo yupo yule mzee kama Ramadhani kama. Sawa, twendeni. Mimi ndio Kipombogo. Leo lazima nikauwashe moto pale na nimpate mtoto wangu akiwa salama.
Hii inawezekanaje? Kuna sehemu tutakuwa tumekosea. Nisikilizeni, inabidi tuwe makini. Katika akili yangu inaniambia kuna kitu nahisi kama kinafanyika. Tuweni makini. Sasa tunatoka sasa hivi kiumakini. Tumepotea kizembe, lakini sasa hivi nitakuwa makini. Mume wangu, msinifanye mimi ni mpumbavu, sawa eh? Mimi sio mtoto mdogo, mimi ni mtu mzima na akili zangu jamani. Hivi mara ya kwanza tumeenda, mmepotea. Mara pili mmepotea. Hii mara tatu. Mume wangu, namuhitaji mtoto wangu. Usiniletee usanii wako, mwanangu namtaka. Sasa kama nyinyi ni wajanja. Mke wangu, kumbuka na mimi ni baba. Na mimi pia nina uchungu vile vile. Mimi sijaja hapa kwa ajili ya kufanya upuuzi. Nimekuja kwa ajili ya kumchukua mwanangu Sarafina. Hapa toka jasho yatatoka hapa. Mnachokitafuta ni kitu gani? Mtapata nini? Sasa nahisi pale kwenye njia ya panda pale kuna kitu tumetegeshewa pale, na ndio maana katika sasa mimi nimeshagundua kila kitu. Twendeni tukajipange upya. Mimi siendi, namtaka mwanangu, nimeshawachoka. Wewe nawe Nataka niombe na confidence kabisa. Why? From that day madam alivyokuta na mimi amani. Priska, just forget everything about madam. Hii sio sehemu ya mjadala wetu katika siku ya leo. Okay, unajua kitu gani ambacho tumekifuata, si ndio? Usimfanye kuwa ni sehemu ya agenda ya mazungumzo yetu. Just do it. Dada, ulikuwa wapi siku zote? Dada, tumekumisi. Ulikuwa wapi? Maana watu wanasema wewe umekufa. Tuambie dada. Sasa hivi shoga yangu hamna tena kulia. Yaani sasa hivi mama akutesi tena. Dazibela harudi hapa. Tupo naye. Dazibela, basi tuambie ulikuwa wapi? Tuambie basi ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa mzazi wako kote zimeenda mchafuko. Ina maana sasa hivi amebakia ni shangazi yako. Kwa hiyo unachotakiwa uende ukaishi na shangazi yako, na hata mdogo wako kwa sasa hivi yuko kwa shangazi yako. Ushaelewa? Usionyeshe dalili yoyote kwa shangazi yako. Ishi tu vizuri kabisa, yaani kama vile wewe hujui jambo lolote, ili kuweza kumwokoa mdogo wako. Umeelewa? sawa. Dada, nini shida? Dada, basi tuambie. Ulikuwa wapi?
Kuna nini kwani? Hamna kitu. Dada, tuambie. Karibu sana. Nashukuru pia umekuja muda mzuri. By the way, niko najiandaa kwa ajili ya kutoka out. Kwa nini umechelewa kufungua mlango? Unajua niko mwenyewe, kwa hiyo nilikuwa napiga deki ndani kule ndani. Mimoyo mapigo yameshindwa kudunda, yamesimama mama. Unazania ni nini kitachotokea? Swatanizikaona kwenye bahari ya mapenzi, nashindwa kuelea. Mwezako nimezama, nikifaranga we mwewe, usinache mwenyewe hali nitasharukani wa ubavuni, nyonga sabuni. Nikamwita my queen wa hekaruni, mimi ndiye kingi. Nikampa moyo wangu na nikazama kwa kujiamini. Nikalishwa nyanya chungu, kuzani nyama na zikuta chini. Naonewa kama riziki anayegawa ni Mungu, basi nitapata chako cha kwako, changu cha kwangu. Usineke mipaka na mganga Mungu, wacha uadui. Niyo pekee utoka asubuhi, anayetoa wala bagui, utachafua wala uchukui. Mganga Mungu, wacha uadui. Niyo pekee utoka asubuhi,